Kuona haya yote, Tristan anaamua kwamba ataokoa maisha ya Lain kwa namna yoyote ile. Wakati huo huo, mmoja wa wana wa mfalme anapita msituni pale na gari, na Tristan anamuomba lifti. Lain analazimika kukaa kwenye hotelini ili kuepuka mvua. Ila haya yote yalikuwa ni mtego wa Lamea. Lamea anamtega Lain kwa maneno yake na kumfanya alale kwenye hoteli yake ili apate nafasi ya kutoa moyo wake. Mara tu Lamea alipokaribia kutoa kisu chake kutoka chini ya kitanda, ghafla mwana wa mfalme na Tristan wanafika hotelini. Hapo jambo ambalo linamfanya Lamea ashuke chini kuwaangalia. Tristan akaenda kuweka farasi wake zizini wakati mwana wa mfalme anaamua kuoga. Ila wakati huo huo, Lamea anawatumia chai ambayo imechanganywa na sumu. Tristan anapokaribia kuinywa chai, ile farasi wa unicorn ghafla anamwangusha na chai ile inamwajika na kumfanya kutambua kuwa chai hiyo ilikuwa imetiwa sumu. Wakati huo huo, mwana wa mfalme anamuona Lain akiwa na rubi shingoni na kumlazimisha ampatie, lakini Lamea mchawi anafika na kumuua mwana wa mfalme kwa kisu chake papo hapo. Baada ya hapo, anasogea kuelekea alipo Lain akiwa na kisu, lakini Tristan anatumia mshumaa ule wa kichawi ambao unawafanya wote wawili wapotee. Lamea anabaki akipiga mikono angani, akiwa na ghadhabu ya hali ya juu. Upande mwingine akina Lain wanakamatwa na maharamia na kuwekwa mateka. Wakati huo huo, Lain anajaribu kumweleza Tristan kwamba katika upendo wa kweli hakuna haja ya kuthibitisha chochote, na anasema kama Victoria anakupenda kweli asingekutuma ukatafute nyota. Lakini Tristan alikuwa kipofu kwa mapenzi ya Victoria na anapuuzia maneno ya Lain. Wakisonga mbele, Tristan anamwambia kiongozi wa maharamia ukweli wake wote, na kiongozi anaamini hadithi yake na anakubali kumsaidia. Tristan na maharamia wanasimama mahali njiani ambako wananunua baadhi ya silaha. Kiongozi anaamua kumfundisha Tristan upanga ili ajilinde katika safari yake. Baada ya mafunzo hayo magumu, kiongozi anamwacha Tristan na Lain katika mji wa kichawi ambako safari inayofuata ni hatari zaidi. Wakisonga mbele, Tristan anakutana na yule mchawi aliyemfuga mama yake, na mchawi anashangaa sana anapoona ua jeupe kwa Tristan. Anamwambia Tristan lile ni ua lake ambalo amekuwa akilitafuta kwa miaka 18, lakini Tristan anakataa kumpa ua hilo. Mchawi anamzidi ujanja na anamdanganya kwa kumhakikishia kuwa akimpa ua angemsaidia kumfikisha kwenye ukuta. Tristan anamwamini na anakubali kumpa ua. Mara tu Tristan alipomkabidhi mchawi, alimroga na kumgeuza kuwa panya. Hata hivyo, laana ya mchawi Lamea inamzuia mchawi huyo kumuona Lain. Kwa hivyo Lain anagundua kuwa haonekani na anaingia katika gari lake. Mwana wa mwisho wa mfalme aliyebaki pia anaanza kuelekea ukutani kutafuta rubi. Tristan na Lain wanapowasili katika mji wa kichawi, mchawi anamgeuza Tristan kutoka kuwa panya kurudi kuwa binadamu, lakini Tristan anazimia na Lain anamhudumia, na wawili hao wanaenda hotelini. Tristan na Lain wanafurahia usiku pamoja, na Lain anakiri upendo wake wa kweli kwa Tristan, lakini Tristan bado anachanganyikiwa na penzi la Victoria. Asubuhi, Tristan anakata kwa siri kipande kidogo cha nywele za Lain ili akamuoneshe Victoria kuthibitisha upendo wake kwake. Lakini kabla ya kuondoka, Tristan anamwachia ujumbe Lain ambao ameeleza hisia zake. Aliposikia ujumbe huo, Lain naye akaanza kukimbilia ukutani, ila mama yake Tristan anamuona na anajaribu kumzuia, ila hamsikii kwa sababu Lain akivuka tu ukuta atageuka kuwa vumbi. Kwa hiyo anamfuata kwa kasi kwa kutumia gari la mchawi aliyelala. Tristan anapomfikia Victoria na kutoa nywele za Lain zinageuka kuwa vumbi. Kuona hivyo, anatambua kuwa upendo wake wa kweli uko kwa Lain. Kwa hiyo kwa utambuzi huu anakimbia mara moja kurudi ukutani. Wakati huo huo, mama yake Tristan aliwasili ukutani na anamzuia Ian kuvuka. Kisha Lamea anawasili hapo na kwanza kabisa anamuua yule mchawi kutokana na hilo kamba ile ya kichawi iliyomfunga mama yake Tristan inakatika na anakuwa huru. Ila Lamea anawakamata tena Lain na mama yake Tristan na kuwapeleka kwenye jumba lao. Wakati huo huo, Tristan na mwana wa mfalme pia wanafika ikulu. Tristan anakutana na mama yake kwa mara ya kwanza ambaye sasa yuko huru, lakini upande mwingine, Lamea na dada zake wanajiandaa kutoa moyo wa Yain. Mwana wa mfalme anamuua mmoja wa dada za Lamea, jambo ambalo linamfanya Lamea akasirike na kumuua mwana wa mwisho wa mfalme. Wakati huo huo, Tristan anamtrick Lamea na kumfanya awaachilie mbwa pori aliyowafuga ambao wanamuua dada yake mwingine. Lamea anavunjika moyo kwa kifo cha dada zake wote wawili na anawadanganya Ian na Tristan watoke jumbani hapo. Ila wanapotoka, Lamea anakimbilia kuwaua. Lain anamuona, kwa hiyo anatumia nguvu zake za nyota na kuchemka kiasi kwamba Lamea anachomeka hadi anakufa. Mwishoni inabainika kwamba mama yake Tristan ni binti wa mfalme, kwa hivyo mpaka hapo Tristan anakuwa ndiye mfalme halali wa nchi ya kichawi. Yeye na Lain wanaanzisha maisha kwa furaha pamoja ufalmeni.